Afisa wa serikali wanaoratibu masuala ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto ngazi ya wilaya na mikoa wametakiwa kwenda kufanya kazi kwa uweledi katika ukusanyaji wa taarifa na takwimu za kadi alama jumuishi ya MAM ECD Scorecard ili iweze kuleta matokeo chanya. Maagizo hayo yametolewa na Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalumu, Wakili Amon Mpanju wakati akizindua mafunzo ya Scorecard kitaifa mkoani Morogoro. Scorecard jumuishi itakuwa na maana endapo kila mtu atatimiza wajibu wake katika ngazi mbalimbali, halmashauri, ngazi ya mkoa na taifa, mnaohudhuria mafunzo haya. Baada ya haya mafunzo mkayafanyie kazi. Hakikisheni hizi scorecard jumuishi zinafanya kazi kikamilifu kwenye maeneo yenu. Hakikisheni wote wanaohusika kukusanya takwimu wanakusanya takwimu sahihi, wanazifanyia uchambuzi na kuzijumuisha, kwa sababu zinaenda kuinform hatua zitakazochukuliwa na mamlaka kwenye maeneo yenu mpaka ngazi ya taifa. Wakili Mpanju ametoa maagizo kwa wakurugenzi wa halmashauri nchini kuhakikisha wanatenga bajeti za kutosha katika afua za malezi ya watoto. Nendeni mkawashirikishe wakurugenzi na viongozi wa halmashauri watenge rasilimali za kutosha kwa swala la malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya watoto kwenye halmashauri zetu. Fedha ziko huko. Kila halmashauri itenge fedha za kutosha, lakini mratibu fedha kutoka kwa wadau wote niliowataja. Wadau wa maendeleo, mashirika sio kwa serikali na wadau wengine, ili kwa pamoja juhudi zetu zisaidie kuifanya hii scorecard jumuishi iwe na tija na itusaidie kupata takwimu sahihi na taarifa kuhusiana na ustawi wa watoto hapa nchini. Kuanza kwa mafunzo ya Scorecard nchini ni mafanikio makubwa kwa mtandao wa kitaifa wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEN, ameeleza mkurugenzi wake Mwajuma Kibwana. Mchakato huu umetuchukua takribani miaka minne. Tumeanza mwaka 2022 na leo tunajivunia kuona sasa tunaenda kuroll out Scorecard katika mikoa yote 26 na halmashauri zake. Na nikuhakikishie ndugu mgeni rasmi, Scorecard hii imetengenezwa na Watanzania kwa kuzingatia mahitaji ya Watanzania. Hivyo basi, na kuomba kupitia wizara yako ambayo inaratibu utekelezaji wa programu jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, kuhamasisha na kusisitiza matumizi sahihi ya taarifa katika ngazi mbalimbali. Watumiaji wa Scorecard zaidi ya 200 wanaohudhuria mafunzo hayo wameaswa kuwashirikisha wadau na viongozi wa jamii. Hakikisheni mnashirikisha wadau wote katika kutekeleza Scorecard jumuishi, lakini pia katika kutekeleza mpango wa PGT MAM, kwa sababu hii Scorecard inalenga kuenforce hiyo pamoja na dira ya taifa. Hakikisha mnawashirikisha viongozi wote kwenye maeneo yenu, na hakikisha hao viongozi wanatumia hizo takwimu sahihi katika kupanga na kubuni afua stahiki kulingana na mahitaji ya watoto. Washiriki wote mlioko mahali hapa, ni wito wetu kuona kwamba tunatembea kwa pamoja ili kufanikisha ile nia ya dhati tuliokuwa nayo kama wana MAM nchini. Tukazitumie taarifa hizi kwa maslahi ya watoto, ili basi sote kwa pamoja siku moja tujivunie ni miongoni mwa waasisi wa Scorecard ya MAM nchini Tanzania, ambayo haijawahi kutokea toka kuumbwa kwa Tanzania. Tumekuwa tukifanya program za ECD kwa muda mrefu, lakini kuna baadhi ya maeneo tulikuwa unakosa taarifa za kutosha. Kwa hivyo kuwepo kwa hii ECD Scorecard itakwenda sasa kutuinform zaidi, haswa ni maeneo gani ambako panahitajika nguvu zaidi, ni maeneo gani ambao tunatakiwa sisi kama wadau tuweze kuweka nguvu, kuinvest zaidi. Niombe tu serikali pamoja na wadau kwa ujumla kuhakikisha ya kwamba hizi taarifa ambazo zinakwenda kukusanywa kwa kupitia huu mfumo basi zikatumike kweli kwa ajili ya kutuinform sisi wadau pamoja na serikali maeneo yapi ya kwenda kushughulika nayo. Lakini pia upatikanaji wa taarifa, tuhakikishe taarifa zinapatikana na ziko accessible kwa kila mdau, ili hata tukitaka kufanya maamuzi ndani ya shirika tuweze kujua tunafanya maamuzi ya kwenda kusapoti eneo lipi ambalo linahitaji kusaidika.